ahadi yetu na miadi yetu na wananchi wetu. Tuliwaahidi tutajenga mashule, tuliwaahidi tutajenga mazahanati, tuliwaahidi tutatoa mikopo, tuliwaahidi tutajenga barabara, tuliwaahidi tutawapelekea umeme na mambo mengine mengi. Lakini katikati pia naweza kutokea mambo ambayo yana umuhimu kwa wakati huo, nayo ilibidi tuyatekeleze ili kuhakikisha Tanzania inaendelea kusonga na maendeleo yanaendelea kusonga. Na yote haya tuliyafanya kwa sababu ya kujua uhitaji wa mambo yote haya kwa wananchi. Unapozungumza swala la elimu, tulikotoka na tulipo leo Tanzania tuko tofauti, tupigieni makofi. Anasema hivi kwa sababu kueleza wale ndugu zetu wanasema hapa CCM ndipo likutufikisha. Ni kweli Tanzania tulikuwa tunaizungumzia ilikuwa ina wasomi watatu wa chuo vikuu, ukizungumzia madaktari walikuwepo wawili, lakini leo CCM ilipotufikisha imetuletea madaktari wengi wa kutosha, mainjinia wengi wa kutosha, wasomi wengi wa kutosha. Nasema haya kwa sababu wenzetu wanatumia kauli hizi. Hapa ndipo CCM ilipotufikisha, kuonesha CCM imefikisha taifa hili sehemu mbaya ambapo yani ubaya wake ni sasa na tuko motoni. Lakini kumbe ukweli ni kwamba CCM imetutoa katika giza, imetupeleka katika nuru. Na leo nimekuja hapa kutembelea shule kuona maendeleo ya ujenzi wa shule. Na kwa kuwa mimi ni mwenyekiti wa vijana, kazi yangu ni kusimamia maslahi makubwa ya vijana katika elimu, katika kisiasa, lakini kijamii. Na unapoizungumzia kijamii maana yake ni elimu. Na kwa kuwa baba wa taifa alitutangazia vita na maadui watatu akiwemo ni ujinga, na namna pekee ya kuondoa ujinga ni kutambua. Na utatambuaje? Ni lazima usome. Ndio maana tukasema tuje tutembelee mradi huu tuone maendeleo yake. Kiujumla nikupongezeni sana wote ambao mnashiriki katika ujenzi huu. Mkurugenzi mkuu wa chuo, mheshimiwa mkuu wa wilaya, mmefanya kazi nzuri sana. Hongereni. Kwangu kwenu nitoe wito pamoja na wale wakandarasi wajenzi wote kwamba tuwaombe sana mradi huu. Wananchi wa Songwe wanatamani kukabidhiwa shule yao, wanatamani kuona vijana wao wanaendelea kupata elimu hapa. Moja, tujitahidi kukamilisha mradi kwa muda, lakini la pili, uadilifu. Fedha hizi ambazo tumetajiwa zimeletwa, rais amezitenga kwa ajili ya wananchi wake ambao ni vijana wake, na makusudio yake ni kuliandaa taifa la leo na kesho. Kwa hiyo nikuombeni sana tuendelee kufanya uadilifu katika kusimamia miradi hii ya maendeleo kwa wananchi wetu. Na tunasisitiza umuhimu wa uadilifu kwa sababu huko nje watu hawajui injinia, hawamjui yote. Wanayemjua ni CCM. Na kwa nini wanamjua CCM? Kwa sababu sisi ndio wenye duka. Ninyi watu wenzetu wa serikalini tuko kupeni mtuuzie duka letu. Kwa hiyo tukuombeni sana tujitahidi uadilifu katika kusimamia miradi hii ya maendeleo, sio huu tu, hata na miradi mingine huko nje. Lakini habari njema ambayo leo nikupeni, mradi huu mnaona unatekelezwa hapa. Mimi bahati njema nimepata bahati ya kuzunguka Tanzania nzima. Ardhi ya Tanzania sasa hivi inalia, inasikitika kwa kuchimbwa na kujengwa chini ya uongozi wa Rais. Kwa hiyo hichi mnachokiona kinatokea hapa, hii ni trailer. Ukienda huko na maeneo mengine mchezo kamili unaona. Lakini pia nimeona hapa watu wanaweka umeme. Yote haya ni maendeleo. Kuna wenzetu wanasema mbona hujaweka umeme siku zote? Ndio, wakati huo huku mlikuwa kuishi watu, naleta umeme uje ufanye nini? Lakini leo watu wamefika hapa, maana wanahitaji huduma ya maji, wanahitaji huduma ya barabara, wanahitaji huduma ya umeme, na hiyo ndio kazi ya Chama cha Mapinduzi. Na kwa wakati wote tutaendelea kuifanya na kutekeleza majukumu hayo na kazi hiyo. Sasa ndugu zangu, nimeambiwa kuna maeneo mengine yanahitajika. Na huko nje tayari nishasikia Waswahili wenzangu wananiita. Unajua Mwalimu Nyerere sisi alituita Waswahili. Yaani mmoja wa vijana alikuwa anasema Waswahili hao wana jambo lao. Na huko Waswahili wenzangu washakuwa na jambo lao. Sasa na kuna maeneo mengine tunasubiriwa, naomba mturuhusu. Lakini nikutieni moyo na nikupongezeni kwa kazi nzuri mnaendelea kufanya. Kumpa mtu maji, kumpa mtu elimu ni sehemu ya thawabu kwetu sisi waumini. Maana yake kumbe hata wanaojenga wakumbuke kwamba ama mawili, watalipwa kwa wema au watalipwa kwa ubaya. Ukituhujumu utalipwa kwa ubaya, lakini ukifanya vizuri utalipwa kwa wema, kwa sababu wanakuja hapo wanakuja kuelimika, kufaidika na kulijenga taifa letu. Kidumu Chama cha Mapinduzi.